Zikaenda nyingi, nikamwambia katika watu kidogo ilikuwa changamoto hata katika unenaji wa lugha, yaani kizungumza kama sikuelewa, pata shida sana kwamba yaani hata nilikuwa najikaza sasa, haiwezekani, nikajaribu na shauku, alafu nikimkuta mtu anazungumza anasema kwamba Roho Mtakatifu anategemea na shauku yako. Mimi mbona niko nayo shauku, niko nayo kabisa, lakini wapi ile haiji, niko nayo shauku, yaani natamani hata leo. Alafu mtu akishazungumza pale, yaani ukiwa na shauku, kwanza mimi sina shauku, mbona mimi ninayo? Sasa tunakwenda kwenye vipengele hivi ambavyo tunakwenda kutazama, vitakusaidia yamkini viwango vyako vile ambavyo vya ujazo wengine vitaongezeka. Sasa ndio kuna kitu fulani kinaendelea kuja hapa. Kuna kitu Roho Mtakatifu alikuwa ananisemesha, ndio sikioni hapa, lakini okay, naendelea nitapata nani yake, nitapata mbadala wake. Kuna viwango ukishafika vya Roho Mtakatifu. Kuna lugha hata tunapozungumza, kuna wakati mwingine mtu anapozungumza lugha unaweza usimuelewe. Ila nataka nikwambie kwamba kwa kupitia semina hii kuna watu utaanza kuwa na uwezo ambao haukuwa nao tangu uanze kuokoka. Kuna uwezo utaanza kuwa nao ndani, huo hujawahi kuwa nao tangu uokoke. Siku moja nikamwambia nilikuwa naongea na baadhi ya wanangu, nikasema kuna wakati ifikie ukiingia kwenye maombi, hata umeingia kwenye maombi yoyote tu, kwako lisali moja liwe sawa na dakika moja. Kwa nini? Kwanza hauwezi kukata kuomba, moja, huwezi kukata. Lakini pia pili, kwamba sio tu kuomba, kwamba viwango vyako vya kuomba ni maombi yasiyojirudia. Yaani unaomba kwa mapana alafu haurudii maneno. Wangapi huwa wakiomba, wakiambiwa hata waombee ombi moja, wanaweza kuvuka kwenda kuombea vitu vingine? Wangapi hali hiyo inakukuta? Okay, nifafanue, niseme hivi. Yaani tukisema sasa hivi hapa tuombee maono ya kanisa, unajikuta maombi ya kuombea maono yanakata. Yanapokata yale maombi, unajikuta hauna cha kuombea. Wangapi hali yoge na hapo? Wewe, si ndio kwamba okay, tuwe nusu saa tuombee nini? Tumuombee mtu mmoja. Ombea mtu fulani tunataja jina. Wewe dakika zile yaani unakuta dakika zile hazijafika tayari ushamaliza. Na hauna tena cha kuweza kuomba tena, hauna. Sasa tunapoendelea na hii semina, kuna vitu Mungu atakuwezesha. Unashangaa kuna watu kuna watu mtafikia level mtakapokuwa mpo kwenye maombi, wakati ule kabisa kila mtu amechoka, wewe ndio kwanza unapata nguvu. Hicho kitu nilikuwa nacho wakati mimi na kuna kipindi nikaja kujigundua. Tukianza maombi na kama vile sina nguvu sana, na huwa sitaki mtu sana anipelekeshe. Ndio maana tukienda kwenye maombi yote sasa mtu anipelekesha yani kwa Mungu kwamba hebu subiri ngitane. Yeye sijui sasa ukianza hivyo tutaona kiangalia na unanifanya nichoke. Lakini nikikaa najikuta watu pale wanapokuwa wamechoka, mimi ndio napata nguvu sasa mpya. Naanza kufanya jambo langu. Yesu asifiwe sana. Sasa leo tunapokwenda kutazama Roho Mtakatifu, ufahamu kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Unajua ukiwa naye alafu hujamjua ni nani. Nataka nikwambie hivi. Kuna vitu hata share na wewe, sababu hata akishare na wewe hujamuelewa. Naulia tena.
inatakiwa umfahamu kiunaga ubaga, ili hata anapokupa unajua ni yeye. Hivyo wangapi mtu akipiga simu au ukienda pale akipiga simu kuna au